ili aweze kuwa ease kuingia kwenye first team. Leo anacheza na Coastal Union ambayo anaijua kabisa na matokeo yake yamekuwa ya namna gani kwenye mechi ilizocheza. Yeye yuko nyumbani. Sahihi. Unajua kulikuwa hakuna muda mzuri zaidi wa kuwapa confidence hawa kama mechi ya leo ambayo ni nyumbani. Wamekuwa wakipata minutes na anacheza na Coastal ambaye hajakuwa na matokeo mazuri. Sahihi. Ukiangalia mechi ilivyokwenda hivi, kama angekuwa amefunga Dumbia ile goli lunga post, tunazungumza nini? Kwanza Coastal wangekuwa wangefunguka, wangepigwa mingi. Wangefungwa nyingi of course. Ukimwongelea winga huyu nani South Africa unani Kaleso, jina gumu kwangu. Hajacheza vibaya kabisa. Hajacheza vibaya kabisa. Kacheza vizuri na leo amepata minutes za kutosha. Kwa hiyo kusema kweli kumlaumu sioni sawa. Football ina risks. Unapanga ulichokipanga, unakiweka kwenye practice, unaenda kwa bahati mbaya chances walizotengeneza the first 20 minutes ambazo zingeweza kuopen game kwa kiasi kikubwa hazikuwa materialize. Tumesahau hata kwamba Chama amekosa goli ambayo ilikuwa ni goal line clearance. Pass kapewa na winga wetu huyu wa kushoto, if my memory is correct. Kwa hiyo kusema kweli ni sahihi kuwa na mawazo tofauti, lakini sio sahihi kabisa kumlaumu kocha kwa mechi ya leo ambao ameshinda na timu haikushinda kwa staili ambayo labda tulitaka magoli 4. Na ni kosa kwa sababu tuna compare na Hello. Bakora. Bana wachezaji wetu ambao tutakuwa na msimu mzima. Sahi. Sherukindo bana, sisi tumepata minutes. Hilo ndo tunasiki. Sawa. Bana, sisi tunashukuru kwa kuungana nasi kwa sababu wewe ni mdau wetu na nimeona jibao nikasema bana mzee wangu watu tuzungumze pamoja. Bwana bwana wasalimia hao jamaa. Wanakusikia hapa. Lakini bwana tumesikia usajili wenu bwana Liverpool. Sio mchezo. Sasa huko nako tutakuja kuongea vizuri zaidi. Timu ile ni kama jigsaw puzzle ambayo bado haijakamilika. Na kwa sababu haijakamilika unaweza ukalaumu mengi sana. Lakini ile puzzle ikishapata pieces zake mbili nyingine, moto kutamba. Moto na waka upya. Bwana Sherukindo, asante sana bwana kuungana na sisi bwana. Asante. Bwana Baraka Sherukindo kutoka DStv. Mkuu wa masoko, mdau mkubwa, kwanza ni mnyama kugaragaza. Sasa unajua kama ulivyosema Edgar pale uwanjani mineno kibao ya mashabiki, sio? Lakini kuna wale mashabiki ambao wao wanaweza kufanya analysis na kuzungumza kile ambacho wanakiona. Nafikiri ndio faida. Unajua kwa watu wanaojua nyakati zote. Sawa. Bwana, kesho Young Africans wanacheza dhidi ya Pamba Nyepesi, lakini pia kutakuwa na mchezo mwingine kesho wa ligi kuu. Ambapo tutashuhudia michezo mingine ikipigwa hapo kesho. Ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ambapo kwanza Yanga wanacheza na Pamba, itakuwa ni saa 3 usiku Yes. Itakuwa saa 3 usiku KMC. Mankoba anasema kwamba Stefan Ziziki itabidi asubiri. Anaona bado hayuko kwenye fitness levels ambazo anazihitaji kabisa. Lakini pia nimeona mwalimu na hoja yangu mimi inakuja, anaenda kumtoa nani katika eneo la midfield? Stefan. Yes. Unless kuna pressure ya kwamba lazima aanze. Ndio hayo tunazungumza. Kuna nyakati ndio maana mwalimu wakati mwingine kwa maana ya game plan inategemea na aina ya timu ambayo anakutana nayo, lakini unaweza kuona kwamba kocha Magnoba alikuwa anataka apate first 11 ya kuanzia ligi na ambayo ameipata. Of course safari ni ndefu, lakini narejea kwenye kauli yake kwamba na yeye pia apiganie namba. Mengine yabakie pressure tu kwamba aanze kwa daraja ambalo labda ulikwisha ulionyesha katika ligi kuu, lakini kwa namna ambavyo timu inacheza, of course mpango kazi dhidi ya Pamba, dhidi ya Coastal, dhidi ya Simba, Azam utabadilika kulingana na mwalimu anataka timu yake icheze vipi. Lakini
kwa kile ambacho alikitoa hapo awali kwamba apiganie namba. Naona katika namna ambavyo mwenendo wa klabu unavyokwenda na ndio kile ambacho nilikizungumza, yani unajua kwa nini mimi naenda tofauti kuhusiana na Steve Barker. Pale ambapo unakuwa na timu ambayo una uhakika ya kufanya uwe comfortable kwenye kushindana, unafanya mabadiliko au maingizo taratibu, na ndio maana kocha wa Young Africans unaona, pamoja na namna ambavyo watu wanazungumza Stefane, tunafahamu na historia yake, tunafahamu ubora na uwezo alionao Selemani Mwalimu, tunafahamu anaijua ligi na kila kitu. Once una timu yako ambayo tayari inakupa urahisi wa kucheza, sio lazima kushinda tu, unacheza kwenye utaratibu mzuri ambao unaweza kusababisha ushindi, kwa sababu unaweza kucheza vizuri na ukapoteza vile vile. Lakini once you have una timu ambayo imesha kuthibitishia kwamba ukiwa nayo hii unapata kitu fulani kizuri ambacho ni bora. I think ndio hayo ambayo tunazungumza, maingizo mapya ni aste. Kwanza faida ni kwamba hata wapinzani wanakuwa hapo kwenye pressure, kwa sababu hiyo ndo best team yako na wanajua namna gani wataishi katika nyakati ngumu ndani ya dakika 90. So unapo change, unamletea mchezaji ambaye yuko static, hawapi shida mabeki. Of course mabeki wana relax. Kwa hiyo unaona hata Simba ile dakika 20 za mwisho alipoingia Ora na Mpanzu, Coastal walikuwa wanaishi katika mazingira magumu sana, especially defense yao. Kwa hiyo ndio maana tunasema kama una winning team ambayo inashinda kila mchezo, hupaswi kuiathiri umuingize mchezaji fulani kwa sababu unahitaji kurotate. Shinda kwanza, unafanya rotation. Sawa. Kesho Fountain Gate FC dhidi ya Mbeya City, Geita Gold dhidi ya Azam. Yanga dhidi ya Pamba Jiji. Hii ni Sports Extra ya Clouds FM. Tunaendelea kujuzana kimichezo, lakini niliahidi ya kwamba nitamtafuta mshindi mmoja wapo kati ya wale ambao ni 27. Kila mmoja anaondoka na 2,500,000.